Tulia. Ondoka. Maisha yamepoteza manya, ndugu wanagombana, afadhali ya jana kulikuwa na vicheko. Mungu Baba Maulana, nishahangaika sana. Hivi eti mwanangu, hivi siku ile wakati mama yako anakuleta pale, alikwambia anakupeleka kwa nani? Kwa baba. Ambaye ndio mimi, si ndio? Ndio. Alishakuonesha baba mwingine? Hapana. Lala salama. Mimi shoga yangu. Za siku. Salama. Mzima. Mzima siwe. Safi upo? Mimi nipo. Mbona umependeza shoga yangu? Mimi sina mafanikio. Maisha yamekubali shoga yangu. Hivyo hivyo shoga yangu. Au shemeji? Shemeji yupo lakini tusikatae. Mtoto sina. Mtoto wao anasubiri nini? Umri unaenda hivyo shoga yangu. Muda bado kwanza. Si unajua tunaangalia mashemeji wenyewe. Ni kweli shoga yangu, maana tulipotoka nyumbani inabidi tutulie. Ndio, inabidi tutulie. Je, wewe? Mimi sijaolewa ila mchumba ninaye. Ndio tunatarajia kufunga ndoa. Japo mchumba mwenyewe haeleweki kama zamwamwa hivi, yupo muda wote na kamba mkono na miguuni na mama yake hata simuelewi. Zamwamwa vipi shoga yangu? Na hivyo shoga yangu, yeye akili zake hazieleweki, mara anatembea na mama yake na kamba, yani simuelewi kwa kweli. Hapa leo hajarogwa, sijajua shida itakuwa ni nini sasa. Sasa huyu shoga yangu kwenye maisha kweli mtafanikiwa kweli au? Kwa sababu tumetoka mbali na nampenda, inabidi tutaishi hivyo hivyo. Sawa, inabidi tutulie sasa hivi. Maana huko nyuma tumefanya mambo mengi, inabidi sasa hivi tutulie. Shoga yangu. Haya shoga yangu. Haya sawa, tutaonana. Tutaonana shoga yangu. Apika mimi, wewe apika kesho. Ongeza chumvi. Apika. Maisha yamepoteza manya. Funga kamba mimi. Funga kamba mimi. Afadhali ya jana kulikuwa na vicheko. Mungu Baba Maulana, nishahangaika sana. Pili. Bibi yako mbona simuona? Ameenda wapi? Kaondoka baba, anajifungua kufungua kama akabeba mara mengi akaondoka. Hebu njoo. Alipita maeneo gani umesema? Twende.
Mama, samahani kidogo, nilikuwa nakuomba kidogo turudi nyumbani mama yangu. Shtaki. Naomba turudi kidogo nyumbani. Shtaki mimi. Samahani mama yangu, nakuomba. Sikusumbui tena. Chumbui. Hatuwezi kukimbia, Mungu atasaidia. Mbalianda, kuna habari nimezisikia watu wanaongea mtaani kwamba pale kwenu kuna mtoto umesiwa na mwanamke na unamlea. Hizo habari nataka kupata uhakika nazo kutoka kwako. Je, ni kweli? Yaani kwa kweli hizo habari za mtoto pale nyumbani ni za kweli. Ni mtoto wa kike lakini ana mama yake, ana baba yake ambaye wala sio mimi. Kwanza kwa nini kuniambia mpaka nisikie kwa watu nikuulize afu ndo useme? Hiyo ndio usalama. Samahani. Ndio maana umechelewesha ndoa au sijui mama yangu mgonjwa. Na mama yako anaelewa chochote, unajifanya tu sasa hivi kama zezeta haelewi. Anaelewa kila kitu. Kapokea mjukuu analea afu mnajifanya mimi mnataka kunizunguka. Mara ndoa sijui haiwezekani kwa sababu mama yangu, kumbe mna malengo yenu na mwanamke wako. Mama yangu wala chochote. Na wala yule sio mtoto wangu. Unajua kikweli kwa hali ambayo maisha yamepoteza ya mtoto, yani kumwelezea mtu aniamini kwamba sio wa kwangu ni kazi. Lakini kwa ufupi, mama wa mtoto alinikabidhi ule mtoto, simjui wala yeye hanijui. Yaani mtu atoke huko alikotoka aje akabidhi mtoto kwako ambaye hajui wewe sio kaka yake, sio babake, yaani sio mtu yote aje amkabidhi tu kwako kwa sababu gani? Yaani unahela sana au? Hapana. Mimi mwenyewe naona kama muujiza. Kwa sababu yana jinsi ya kukielezea kitu. Kwanza ameniongezea mtihani kwa sababu hali yangu ya kimaisha bado ni ngumu sana. Na bado na mama yangu kama, lakini anaendelea mtoto ambaye hawezi kushinda peke yake nyumbani. Ni lazima, yani ndio hivyo tu kwa hivyo kama huyo familia. Sijajua mimi. Kwa kila siku ndio hivyo hivyo. Tunaongea alafu samani. Mimi nimechoka bwana, utajua mwenyewe. Bibi mkubwa vipi? Nyinyi mnamjua huyu? Mbona bibi mkubwa anazingua huyu wanangu? Kila siku mikelele tu hapa mtaani anashusha mabati anatuushia kweli bibi mkubwa huyu. Bibi mkubwa huyu jao huyu. Ndio tabia zake, kiasi wapiga makelele tu hapa unajua. Yesu hata simuelewi anasishita nini yani. Sema wewe mama wewe. Wewe. Sasa nyewe mnaonaje sasa hivi tulikuwa tushamchengelezea sasa hivi?
Ndio shamtembeza kichapo sasa hivi. Sasa yeye wenyewe mzingua ndio kwa mashako shamfuta huyu. Oa, huyu mkubwa jao hapa yenyewe natamani kumtembezea kichapo. Anisema tu na mheshimu brother. Oa brother. Narudia tena brother, mwangalie mama yako brother. Usije ukaumiana brother. Narudia tena brother. Angalia sana mama yako. Ile siku tuondoke nayo. Sema baridi. Baridi haipingi. Wewe subiri, ipo siku. Oa. Hamna noma. Utakuja kuondoka naye ipo siku bi mkubwa huyo hapo. Maisha yamepoteza manya, ndugu wanagombana. Mpenzi wangu vipi ni sawa? Swala ndo hata usijali mpenzi wangu. Swala ndo alikuwa pale pale. Sasa tuna wiki moja tu. Kwa maandalizi yanaenda vizuri. Toa shaka kabisa. Hapana, maana siku zinazidi kwenda unaniambia hivyo, unaniambia hivyo, mimi sikuelewi. Ili mradi nyumbani washakujua. Na swala mikakati yote ambayo tushalipanga bado wiki moja tu. Yaani mimi hapa kwa sasa hivi hata ukiniambia mpenzi wangu twende tukaishi nyumbani, mimi niko tayari. Hiyo ndoa itatukuta huko mbele ya huko nyumbani kwako. Kuishi nyumbani sio swala. Ila jambo la ndoa lishafikia mwishoni. Sasa hivi tuna wiki moja tu bado. Malizimu sawa. Sawa, mimi nakusikiliza wewe. Usijali mpenzi wangu. Sawa. Hivi Mpalianda, ili swala la ndoa mimi na wewe ni lini? Maana naona siku zinazidi kwenda tu sikuelewi. Ndoa yetu siku wala sio nyingi, lakini binafsi nashindwa kujua kwamba nisimamie wapi, kwa sababu nikifikiria jambo la mama yangu hili, sababu unajiuliza nitaishi maisha haya bila mke mpaka lini? Lakini naamini kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo tuvumiliane. Kwa hiyo mpaka mama yako afe au? Hapana, sio mpaka mama yangu afe. Au nianze kuamini maneno ya watu wanaosema, maana watu wanaongea vitu vingi sana. Wanaosema kwamba wanaongea kuhusu mama yako, mara mmekimbizana wote na kamba, mara mnalala kitanda kimoja, mara nini. Na mimi naanza kunipa mashaka, kwa maana sikuelewi. Ikifika swala la ndoa yetu unakuwa mgumu sana. Umempa kipaumbele sana mama yako kuliko mimi. Yaani mama yangu mimi sio kama nimempa kipaumbele sana. Lakini ile hali alionayo anasumbua sana watu. Yaani akishinda peke yake nyumbani ni mtu wa kusumbua watu, kupiga watu mawe kama inavyojulikana. Kuna watu washaikuja mamangu akambaka pale. Kwa hiyo mimi na imani hili jambo litafikia mwisho. Mimi nakuomba kitu kimoja, usiamini mambo ambayo watu wanazungumza. Mimi ni mtu ambaye namheshimu sana mama yangu na siwezi kufanya chochote ambacho nasikia ni mengi sana wanazungumza. Haiwezekani alaye chumba kimoja na mama yake, haiwezekani tembea na mama yake na kamba sina nini. Mimi naomba usifike huko, usiwaunge mkono. Ila mimi ninachokwambia ni kwamba uzito wa kuliendea hili jambo la ndoa limekuwa ni gumu, kwa sababu kama nilivyokuambia, ila wewe ni muhimu sana kwangu, tena sana. Unajua ni mwanamke mzuri ambaye kila mtu anakusumbua, anahitaji kuwa, ila kama unaweza kuwa karibu na mimi na kuvumilia ile hali ambayo ninayo, na imani unapenda. Sawa. Kama jana
Mheshimiwa Fani, mtumiwa wetu ndio huyu hapa. Mzee, habari za leo? Salama sana. Una shida gani na huyu mama? Huyu mama alishawahi kuwa bosi wangu. Bosi wako? Yaani bosi wako uniibie vitu? Yaani haiwezekani apotee kwangu siku mbili tu alafu awe na msingi wa samaki. Huyu ameniibia. Yaani hivi vitu kabisa ni vya kwangu, ameniibia. Ndio maana kila siku mimi napata shoti kwenye biashara zangu. Vyombo amenivunjia, shoti kila siku naingia. Yaani nimepoteza hela kibao kwa ajili ya huyu. Kwa hiyo huu msingi ni wa kwangu. Huyu ni mwizi. Sasa mzee, mama kaja kushtaki, anasema wewe ni mhalifu. Umefanya unyang'anyi. Mama huyu? Ndio. Mimi niliondoka kwa wema kabisa. Unasikia ndugu yangu Wafani? Mimi bana nilikuwa na sofa zangu, nilikuwa na sofa nyumbani pale. Mimi kwenye familia napoishi na mama yangu. Basi nikachukua sofa hizi mbili. Nikaenda kuuza, ndio nikapata msingi wa hii biashara. Kikweli mimi ndio siwezi kugeuza sofa wala nini. Sofa nilitoa hapo. Sasa mama, unamwa vipi? Tumchukue tu naye au tunachukua vitu vyake? Mimi ninachotaka tubebe hivi vitu, hivi ni mali yangu, alafu muangalie na mapato yote aliyokusanya, na bado nitaendelea kumdai kwa sababu hela zangu ni nyingi sana.